Bana, siku ya leo tumekuja kumtembelea aliyokuwa mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Mbeya City FC, si mwingine ni Musa Mapunda. Keti nasi uone ni namna gani ambavyo anakuja kudadavua au kuzungumzia klabu ya Mbeya City imeanzia wapi na ni namna gani ambavyo baada ya kushuka daraja klabu ya Mbeya City na imepanda kwa mara nyingine, nini kinakwenda kuzungumzwa. Yeye kama mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Mbeya City atakuja kutuambia Mbeya City imetoka wapi, na kabla ya Mbeya City ilikuwa labda ina jina jingine au ilitoka sehemu gani na baadaye ikaja kuwa Mbeya City. Nini kinakwenda kuzungumzwa? Twende kumsikilize aliyekuwa mwenyekiti wa zamani wa klabu ya Mbeya City, si mwingine ni Musa Mapunda. Wewe uliokuwa mwenyekiti wa zamani wa klabu hii, watu wanatamani kujua, unajua ukizungumzia Mbeya City kihistoria wanazungumza tu juu kwamba wana Mbeya City 2011, Mbeya City 2013 imecheza ligi kuu, lakini wanatamani kujua Mbeya City imetoka wapi na kabla ya Mbeya City ilikuwa ni timu gani. Karibu. Asante sana. Nashukuru kupata nafasi hii na ambayo itanisaidia kuweka vizuri historia au simulizi la timu ya Mbeya City. Yes. Kwa sababu kuna watu wengi wanazungumzia, kile mtu anazungumzia kipande fulani tu kabla ya kuanzia tulikotokea. Ya Mbeya City ambayo inamilikiwa na halmashauri ya jiji la Mbeya ilianza mwaka 2011. Wakati huo tulipata nafasi ya kushiriki mashindano ya Shimisemita. Yaani mashindano ambazo halmashauri mbalimbali zinashiriki kwenye michezo yao. Sahihi, yeah. Kama ilivyo Shimuta, Shimivuta na hivyo. Sasa kuna Shimisemita. Na tulivyokwenda Morogoro tukwenda na timu mbili. Ya mpira wa miguu na netball. Ya netball wakawa mabingwa. Tulikuwa na timu nzuri sana ya netball. Finali. Baada ya kurudi hapa kuwasilisha ripoti, mkurugenzi wakati ule Juma Rashid Idi, yes. Yeah. Wakati huo meya alikuwa Kapunga, yes. Meya wakati akiwa ni Atanas Kapunga. Na mheshimiwa Dol huyu ambaye yuko sasa hivi, yeye alikuwa ni diwani lakini alikuwa ni mjumbe wa bodi kutokea upande wa madiwani. Okay. Kwa hiyo baada ya kurudi mkurugenzi hakuridhishwa na ile hatua iliyofikiwa. Akasema sasa inabidi tuanzishe timu, na hiyo timu iingie katika mfumo wa kimashindano na lazima ije icheze Premier League. Na ndipo mwaka unaofuata sasa 12, maana yake 12-13. Yes. Ukafanyika mchakato wa kupata timu. Na tukafanikiwa kununua timu iliyokuwa ikiitwa Lino. Timu hii tulinunua toka Arusha, toka kituo kimoja cha michezo kilikuwa kinaongozwa na Bishop Dunning Sports Center. Yeah. Kuna vituo viwili kule nakumbuka, kwa na Rolling Stone. Rolling Stone ilikuwa yule Mtumwa, kocha mmoja mzuri na wachezaji wengi sana. Kina Nyoni hawa, kina Ntibanzuki za wamekulia kwenye kile kituo kile. Ile mchakato wa kuipata ile timu, tulikuwa na mpinzani mmoja singependa kumtaja, sisi tukafanikiwa kufika bei, tukaichukua ile timu. Na baada ya kuichukua, tulivyorudi hapa tukaona kwamba hatungeweza kuendelea kuitumia jina la Lino kwa sababu tutaka timu ile iwe ni watu wa Mbeya. Nakumbuka tulinunua usajili tu cheti na hatukuja na mchezaji hata mmoja au kifaa chochote. Na tulivyofika hapa, wakati kwenye bodi mjumbe wetu mmoja alikuwa ni afisa michezo Joyce, yes. Tukampa hiyo jukumu la kuhakikisha timu ile inakuwa na katiba yake na inanunuliwa na kumilikiwa na jiji la Mbeya. Tukafanikisha. Na ikabidi sasa tuje tutafute jina, tuhitaje nani. Wengi hawajui jina lilipatikanaje. Yes. Katika kikao cha kutafuta jina tulikuwa na watu wafuatao. Mkurugenzi Jumaidi, alikuwepo Joyce, alikuwepo Emmanuel Kimbo na mimi. Watu wanne tulizalisha ile jina la Mbeya City. Na hicho kama mimi nakumbuka tukifanya jioni mida ya saa 9 saa 10 baada ya muda wa kazi, kwamba sasa hii timu tutaita Rhino au nani. Kulikuwa na majina mengi lakini tukaja tukafikia Mbeya City. Na katika kikao hicho ndio tulichagua rangi ya jezi. Okay. Kumbuka kwamba bendera ya halmashauri ya jiji ni ya njano na nyeusi. Yes. Sasa na hapa ndo nilikuwa nataka nije kuuliza hapa. Bendera ya au ukiangalia kwenye nembo ya halmashauri ya jiji ina rangi ya njano, lakini ukija kuangalia kwenye jezi kuna utofauti, ingawa ile jezi inaonekana kabisa kwenye ile kuna nembo pale kwenye jezi ile. Yeah. Kwa nini ilichaguliwa hiyo? Najua utakuja kulizungumzia vizuri. Sasa ndio kaja kwamba lazima tuchague jezi.
Dodoma Jiji ni ya njano. Yes. Lakini tunachotaka ni kuondokana, kwa sababu nchi hii ina makundi mawili makubwa ya Simba na Yanga, na wanawakilishwa na rangi zao, wao wana nyekundu au wana njano. Kwa hiyo ukishaingia kwenye upande mmoja tu, watu mtazamao wanajua kwamba wewe uko upande fulani. Sisi tukaamua tutoke kabisa. Kumbuka katika Tanzania, katika ligi zote hakukuwa na timu ambayo imekutumia jezi ya zambarau. Anza hata timu za mchanganyo wakati huo haikuwa na nini. Ndio tukaja tukachakata kwa rangi, tukaja tukaangukia kwenye rangi, lakini kwa kujitoa. Nakumbuka katika misimu yetu ya kwanza tulikuwa tunatumia socks nyeupe zina rangi ya njano ili kutokondoka kabisa kwenye bendera ya halmashauri, na nembo ya timu ile ndio ikawa kama ilivyo ni njano na nyeusi. Kwa hiyo hapo ndio tukawa tumenani, na kwa kweli zile rangi zilifanikiwa sana, kwa sababu zilikuja kupendwa na mashabiki wa pande zote. Wao wanaotumia jezi za rangi na hao wanaotumia jezi za nai kwenye zambarau walikuwa hawana ugomvi. Kwa hiyo kwa Musa Mapunda, rangi ambayo ilikuwa kwenye socks ilikuwa ina maana ya kwamba ya muhuri au ile nembo ya halmashauri, na sio nembo ambayo inaweza kuunganisha doti kwa maana ya hizi timu zingine. Ilikuwa ni nembo ya halmashauri, na kimsingi mwanzoni tulitaka tuweke ile logo kwenye socks, lakini kwa utengenezaji kana nafikiri ilitokea matatizo kidogo. Kwa hiyo tukaamua tutumie ile rangi angalau ile rangi ya njano ijitokeze pale, lakini lengo la mwanzo ilikuwa kwamba sasa ile logo itokee vile vile kwenye socks. Kwa wakati ule nafikiri teknolojia iko ingawa kwa sasa ni kitu chepesi kidogo, ndio hicho tukafikia hapo. Kwenye hili ambalo umelizungumzia hasa kwenye historia, ingawa ni kwa ufupi kidogo, na imani kwenye hii michakato yote ambayo ilifanyika mpaka baadaye mkapata timu, sidhani kama hakuna changamoto ambazo mlipitia. Maana kupata timu haikuwa changamoto, ilikuwa ni sehemu ya mafanikio, lakini ndani yake tuna imani mmeshafanikiwa kupata timu. Kwenye kutafuta namna ya jezi ambazo zitatumika, ni namna gani mtaweza kupata changamoto. Kuna wakati ule kabla hatujua na jezi, kuna jezi tulikuwa tunavaa, kila ukivaa watu wanakushirikisha kwenye ndio ikatufanya lazima tutoke haraka sana kule tuje nani. Na changamoto nyingine kama nimekuambia, kile kikao kilikuwa na watu wachache. Bado kuna watu wengine walikuwa wanapenda labda kwa nini isingetoka hivi, kwa nini isingetoka hivi, kwa nini au kwa nini kwenye ile jezi msiongeze hivi. Kulikuwa na changamoto. Lakini hizo changamoto zote zilikuwa ni za kimaendeleo, na tulikuwa na majibu yake. Lakini na baada ya kuaminisha na baada ya rangi kuzikubali, ikawa ni kuboresha tu sasa yani bidhaa za timu katika zile rangi. Kikubwa tukajia kwenye ubora wa bidhaa tu. Mlishapata timu sasa, mmepata timu, namna ya kujenerate kiujumla, kuendesha mfumo wa klabu ninyi kama viongozi. Idadi ya baadhi ya viongozi ambao umejitaja tu viongozi takriban kama 4 hivi. Umemtaja Joyce, lakini umemtaja Emmanuel Kimbe, aliyekuwa mkurugenzi kwa maana ya Juma Idi, Meya, hata Sambali Kapunga, lakini pamoja na wewe Musa Mapunda. Kundi la watu 5 hili mlifanikiwa vipi mpaka mkaweza kufanikisha hili jambo? Ninyi kama viongozi mko wachache, lakini kuna viongozi wengine pale walikuwa kwenye bodi. Kulikuwa na Dr. Samuel Lazaro, alafu kulikuwa na Engineer Bakari Kiwitu na James Geologic, ambaye huyu alikuwa ni mtunza hazina wa wakati ule. Hao ndio walikuwa wanaunda bodi kwa upande wa watumishi. Lakini kulikuwa na madiwani, nako kulikuwa na wajumbe, ambako mmoja wapo alikuwa wajumbe alikuwa ni mheshimiwa sasa hivi Dol Luisa, ambaye ni meya wa jiji, akiwa ni diwani wa Isanga. Kulikuwa na madiwani wengine kama kuna mzee Kipepeo alikuwa Iunga, wengi wanamkumbuka. Kulikuwa na Marem Boyd, walikuwa diwani wa Forest, walikuwa anatoka chama, kwa sababu wadiwani wetu walikuwa ni muunganiko wa vyama vyote. Kulikuwa na Boyd kwenye ile orodha ya madiwani. Kwa hiyo utaona kwamba kulikuwa bado na nini, lakini sasa wajumbe wa bodi wale kutoka kwa watumishi ndio mara zote walikuwa wanaungana, wanakuwa watendaji wa kila siku. Kumbe kulikuwa kuna kundi kubwa ambalo lipo nyuma, lakini kwenye baadhi ya maamuzi wachache mlikuwa mnaketi kikao. Kwa sababu secretariat ilikuwa inaongozwa na watumishi, akiwepo katibu na mwenyekiti. Baada sasa mmeshanunua timu. Kwenye kumbukumbu zangu kama nitakuwa sahihi, timu umeizungumza ilikuwa ya watu wa halmashauri Mdondo, mlikwenda kucheza mashindano, mwisho wa siku mkaamuru bora tuwe na timu ya jiji la hapa. Kwenye kumbukumbu zangu na kama mwalimu ambaye au kwa maana ya kocha ambaye mlikuwa mmekwenda naye kule alikuwa nafikiri ni Makwaza, si ndio? Ni kweli, uko sahihi. Lakini baada ya hapo, kwa nini uchaguzi ulikuwa tofauti? Kwa nini isingeendelea na Makwaza kwenye sasa mmeshanunua timu kutoka kwenye Rhino, mpo kwenye Mbeya City hapa, si ndio?
kipindi hicho ilikuwa daraja la kwanza, sio championship kama sasa. Sawa kabisa. Kwa nini hamkuamua kwenda na Makwaza moja kwa moja kwenye baada ya hapo alikuja mwalimu mwingine ambaye ni Juma Mwambusi? Na Juma Mwambusi ilikuwaje mpaka akaja kuwa as a chief coach kwenye timu? Ni kweli tukiwa tumekwenda Shemisemita tulikwenda na Makwaza. Lakini baada ya kurudi kule nafikiri mwenyewe alikuwa na shughuli zake binafsi ambazo hakuwa tayari kuwa kwenye mpira, hakuwa kwenye mpira full time. Na tulikuwa tunatafuta mwalimu ambaye sasa hivi anakuwa full time. Na kwa upande mwingine si tunataka yule mwalimu kwa sababu mifumo tunataka awe kama meneja wa timu vile vile, ashiriki kwenye vitu vingi sana vya kiutawala. Yes. Na wakati ule kumbuka Juma Mwambusi alikuwa ametoka kuiongoza timu ya mkoa wa Mbeya, Mapinduzi Stars. Yes. Kuna mashindano yalifanyika Arusha ya Taifa Cup. Nafikiri ndio baada ya pale hajafanyika na Mbeya walishinda. Wakiwa na kina Mwaikimba wale, Juma Mpola, kina Juma Mpola, Steven Mazanda. Yes. Hao ni baadhi ya wachezaji waliokuwepo kwenye ile timu. Basi halmashauri ikafanya mazungumzo na Juma. Nakumbuka Juma wakati ule alikuwa amepumzika kidogo kwenye nani, akachukua timu ya mkoa na kanani akakubali, na kwa sababu ulikuwa kama ni mradi, naye akaongeza input zake kwamba ili tuwe naye tufanye nini, na tukakubaliana. Na ndio sababu hata baadhi ya wachezaji wengi waliokuja tulioanza nao walitoka timu za hapa Mbeya, na wengi walitoka kwenye timu ya mkoa wa Mbeya. Hata Mpola tulishindana naye tu, lakini ilikuwa ni sehemu ya wachezaji, sehemu ya kundi lile. Wakati mmecheza hapa umezungumza vizuri kabisa. Mwambusi alitoka kwenye Taifa Cup, mwisho siku hata kundi kubwa la wachezaji ambao alitoka nao kule ndio alikuja kujoin kwenye hii timu ambayo ilicheza daraja la kwanza. Mwisho wa siku mkawa mmefanikiwa kuunda timu nzuri zaidi. Kwa msimu wa kwanza hamkufanikiwa kupanda daraja. Ni kweli msimu wa kwanza wakati ule sasa mifumo ilikuwa kwamba mnacheza kwenye makundi. Alafu yale makundi yanatoa timu mnakwenda kwenye kituo kimoja mwishoni. Na kituo kilichokwenda kilikuwa Morogoro. Sisi kwenye kundi letu tutoka sisi na Mlale JKT. Nakumbuka Mlale walikuwa na timu nzuri sana wakati ule. Na ndiko alikotoka Ahmadi Kibopile, mtaalamu wa kurusha mipira na kupiga mipira ile kufa. Ahmadi Kibopile alitokea Mlale baada ya kukutana naye kule. Tulipokwenda Morogoro hatukufanikiwa kupanda. Na bahati mbaya sana kule Morogoro kwenye kundi lile tulikutana na timu zote za majeshi. Kasoro ninyi tu. Kasoro sisi, yani timu za jeshi la ulinzi, timu za JKT, polisi, magereza, yani timu zote tulikutana na timu za majeshi. Na hata zilizopanda ni timu za majeshi. Timu ya kwanza ilikuwa Mgambo JKT, walikuwa wanapanda, ikaja polisi Morogoro, wakaja prison. Yes. Ule mfumo ulikuwa mgumu sana. Kwa sababu kwa njia zaidi mnakuwa kwenye kituo kimoja wote. Na lazima timu mwenyeji alikuwa ana nafasi kubwa zaidi kuliko timu zote. Basi tulivyorudi msimu wa pili unaofuata TFF wakawa wamebadili ule mfumo kwamba sasa timu zinagawanywa kwenye makundi na kila kundi linapandisha, yani timu inayoshinda inakuwa kwa maana mlikuwa mnacheza kwa mfumo wa marathon. Baada ya hapo tukaandaa mpango mzuri sana wa maandalizi, kwa sababu kitu kwenye timu ni maandalizi. Nakumbuka wakati wa Juma Mwambusi yeye ndio kocha mwenyewe, hakuwa katika ule msimu wa kwanza hakuwa na msaidizi. Yes. Baadaye ule msimu wa pili, ule msimu ambao hamkufanikiwa kupanda daraja. Msimu ule tukaamua vile vile kumuongezea msaidizi, ndio tukamleta Maka Mwaruisi. Yes. Na Maka anavyokuja ndio akaja na Kenny Ali Mwambugu akitoka Simba B, Simba Under 20. Simba Under 20 wakati ule. Kwa hiyo anavyokuja akaja na nani. Na kuna mchezaji fulani tulikuwa naye mzuri aliongezeka. Alikuwa anaitwa Moses, kijana mmoja alikuwa anaitwa Jacaranda, alikuwa na mpira kubwa hivi. Waambia leo kucheza Simba naye sijui, lakini baadaye ndio nafikiri akaendelea sana na mpira. Mwambusi tukaendelea naye. Tukaja msimu huo tukapandisha timu. Yes. Na kulikuwa na maongezeko ya wachezaji. Mmoja hapo alikuwa ni Amani Simba, na kulikuwa na fundi mmoja mzuri sana wa mpira Patrick Mwangunguru. Ambaye kwa katika msimu ule alikuwa top scorer. Na ndio alikuwa team captain. Na alikuwa team captain, ni kweli kabisa. Lakini naye tu baada ya kupanda hakuendelea kwa sababu alikuwa ni mtumishi wa ile ilikuwa Mbeya Medical School ambapo sasa hivi ni chuo kule. Kule Rufaa nafikiri ilikuwa inamzuia kufanya shughuli za michezo kwa wakati wote. Yes.
tukapandisha timu, sasa ni 2012 13. Yes. Timu ikawa imepanda. Kwa hiyo tulikuwa tunataka kucheza ligi 13 14, ingawa tunasema sana sana tunakwenda 14. Na baada ya kupandisha timu, kitu kimoja kizuri ambacho kilifanyika kwa kocha, alitumia wachezaji wengi sana aliyotoka nao kwenye yale mashindano kwenye yale mashindano nani. Yeah. Na ukiangalia wachezaji tuliowaongeza wakati ule, alikuwa marehemu David Burwani, goalkeeper. Huyu tulichukua Tanzania Prison. Yes. Akaja na Azizi Sibo, ambao walikuwa marafiki sana. Hao walikuwa ni marafiki. Hao walitoka Prison. Akaja Nonga Paul kutoka Oljoro. Kutoka Oljoro. JKT. Aliongezeka Peter Mapunda. Yes. Na kuna wale kina Alex Seti. Hao ndio wachezaji ambao walikuwa wameongezeka. Na usajili wa Nonga, unajua kwa wakati ule Nonga ndio alikuwa the most expensive player. Sitataja kiwango. Ili ilikuwa lazima niulize ile kwamba kwenye hiki unajua wakati umeanza umezungumza hapa kwamba asilimia karibia 90 mpaka 95 wachezaji wengi walikuwa wanatumika walikuwa ni wazawa. Ilikuwaje mpaka mkafika kwenye hii tunasema Galacticos, ndio wachezaji ambao kidogo wa kutoka nje, lakini pia thamani zao kidogo zilikuwa ni kubwa, angali mlikuwa mnatumia wachezaji wa ndani ambao mlikuwa mnaweza kuamudu vizuri kabisa. Lakini hata kitu kubwa ninachotaka kusema, kwa wale wachezaji waliopandisha timu, kwenye maslahi yao tulijali sana. Yaani tulikuja tulibadilisha sana. Tulikuwa moja ile level waliokuepo, yani walipanda kama kwa 100%. Okay. Yani tulijitahidi sana 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 sana, na kwa wakati ule sisi ilikuwa ni kati ya timu ambazo kwenye usajili tunalipa vizuri na kwenye na kwenye hata kwenye mishahara. Baada ya kuongezeka kina Nonga, na msimu huo ilikuwa Sadi Kipanga aje. Tulishafanya naye mazungumzo, ila kuna ile timu yalikuwepo hii sasa kwa Rhino Tabora ambayo ni jeshi la nchi, mwishoni wakamzuia. Yes. Wakamzuia tukanani, na tulifanya kempu yetu Mwakaleli. Ilikuwa ni kempu moja nzuri sana na kempu moja ngumu sana. Wachezaji wengine mlikuwa wanapaita Sobibo Mwakaleli. Kwa mtu mwenye experience na kule atakwambia kabisa bwana, changamoto ambayo unaweza kukutana nayo kule ya kwanza lazima atakwambia baridi, atakwambia mvua muda wote. Yaani unaweza ukaamka asubuhi mvua ikanyesha kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini bado kulingana na mahitaji ya mwalimu, anahitaji mtraini ili muweze kufanya vizuri kwenye mashindano. Lazima mtatrain. Lazima mtatrain. Yaani mvua ikikatika tu hata kama saa 8 itabidi muende kama season ya asubuhi muende uwanjani. Lakini yalikuwa ni mazingira mazuri sana, kwa sababu hata siku ya mapumziko kule hamna shughuli ya kufanya. Wachezaji wenyewe wanachukua mpira na kwenda kiwanjani. Kwa sababu utashinda kwenye TV, utakunywa chai na bila unachoka tu. Kwa hiyo baada ya camp ile ya Mwakaleli, na ninakumbuka na wakati huo ndo tukaanza sasa ile hamasa ya kutengeneza matawi. Lakini watu wengi hawakumbuki kwenye matawi. Unajua Mbeya City tawi letu la kwanza au mashabiki wetu wa kwanza walitoka chuo cha Uyole. Chuo cha kilimo kule. Cha kilimo Uyole. Na nakumbuka kwa sababu tumekaa kule, tulitoka Mwakaleli timu ilikuwa inakaa kule. Sasa wale wanachuo wale walikuwa wameshakuwa wameipenda timu nani, na hata ikaanza wakati wa mechi wakawa wanaomba tuwatumie usafiri ili waje wa support timu, na walikuwa na mshamsha hali ya juu sana wale vijana. Ndipo hapo tukaanza mashabiki wengine wa Mwanjelo na Uyole wakaona hapana, hii timu sio timu ya wanachuo. Kwa hiyo nao wakatufuata kwamba kwa nini tusianze kufungua matawi, na tukaanza kufungua matawi. Nakumbuka tawi la Uyole lilikuwa moja ya tawi kubwa sana, na lilikuwa lina nguvu sana, na haya matawi hapa Mwanjelwa. Na baada hapo ndo tukaanza kufungua Tunduma, sehemu mbalimbali, Ntokela, hata hapa mijini kwenye mitamba ni mbali. Lakini tawi letu la kwanza kabisa kutusupport walikuwa na wanachuo wa Uyole. Na kuna siku wale wanafunzi tulikutana nao Tabora, wengi walikuwa wanasoma hapa Cheti. Kule kulikuwa na kozi ya diploma, kuna chuo kule. Tulikwenda kucheza na Rhino. Walifanya hamasa moja kubwa sana kama walivyokuwa wanafanya hapa mjini. Kiasi ambacho ndio ikaanza kuisambaza Mbeya City katika nani zote. Na kwa kweli nguvu yetu kubwa ilikuwa kwenye matawi. Na tunachoshukuru wapenzi wa Mbeya City kwenye matawi yao ni tofauti na mashabiki wa timu nyingine. Hata hizo zinazosema kubwa, wao wanajigharimia. Yaani support mnao hapa nyie, sawa, mnatoa support. Kujigharamia kwanza ni namna gani ambapo mnakuwa mmeonyesha klabu naipenda kiujumla, maana
kutoa pesa yako mfukoni pasi na wewe kuamini kwamba hii pesa ninayotoa kule na kwenda kuirudisha kwa namna gani, maana yake ni upendo wa hali ya juu. Unatoka hapo unatumia gharama zako, aidha ni kulala, aidha ni chakula, lakini mwisho wa siku faida kubwa ambayo wewe unakwenda kuipata ni namna gani ambavyo klabu ikishinda wewe ndo furaha yako, hamna kitu kingine. Lakini kwenye hili Mheshimiwa Musa Mapunda, unajua mimi ninachokiamini kati ya viongozi ambao ni waasisi wa hii klabu ya Mbeya City wewe ni mojawapo. Baada ya kupanda ligi kuu msimu wa kwanza 13-14, si ndio? Kwa bahati nzuri timu ikashika nafasi ya 3. Unafikiri nini ambacho mlikifanya mpaka timu ikaleta mapinduzi ya namna hii kwenye mpira kiujumla, hasa mpira wa Tanzania na Mbeya kiujumla?